Watu huwa wanaamini ya kwamba mtu akichaguliwa kwenye nafasi fulani, basi huyo mtu ana hekima, au mtu akipewa nafasi fulani au cheo fulani kuliongoza kundi fulani, wanajua basi huyo mtu kaitwa. Nisikilize, Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaeleza wazi ya kwamba si wengi unaowaona wenye cheo, si wengi unaowaona wenye nguvu. Ninaposema wenye nguvu, kuna watu mahali fulani akikaa kwenye mtaa fulani bila kumtaja yeye, bado huo mtaa unatajwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mzee fulani, hani majiji wenye nguvu katika mtaa fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna watu wenye nguvu, kama nasema, si wote wenye nguvu, si wote wenye cheo. Yawezekana kwa sababu ya mali alizo nazo. Sasa watu wakitazama na kuchungulia, wakipiga picha, wanaona kabisa tukimweka Godlove hivi, tukimwomba hata mchango 10,000 anaweza akatoka kweli? Hapana, haiwezekani. Bandika fulani pale. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako, inauma hii injili ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, naitwa jeshi la mtu mmoja, lakini pia naitwa mzee wa operation. Kazi yangu ni kutumbua majibu yaliyoiva na yasiyoiva. Siku ile nilikuwa nawasalimia, ila leo nawapeleka kwenye injili kamili. Jina la Bwana libarikiwe. Sio wote wenye cheo walioitwa, sio wote wenye nguvu Mungu kawachagua. Kuna watu wamesimama mahali fulani kwa sababu ya mali walizo nazo. Kuna watu wameshika nafasi fulani kwa sababu ya maneno yao na ulaini wa kushawishi wengine. Bwana Yesu asifiwe. Sio wote walioitwa. Na ukitaka kujua ameitwa au hajaitwa, angalia mambo anayoyafanya. Yawezekana ni kiongozi wa idara fulani, kapewa jambo la kusimamia idara. Kama kweli ameitwa, atakuwa na mzigo na idara. Jambo kabla mchungaji hajalisema, pale pale ataliandaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo kabla mchungaji hajalipigia kelele nyingi, yeye alishawaza zamani, alishampelekea ratiba baba ya kwamba sasa tuna ratiba fulani, sasa tutafanya uinjilisti, sasa tutahubiri injili kwa mataifa yote, sasa tutaimarisha uimbaji. Ni ndani ya moyo, inatoka ndani. Maana nini? Ana wito. Lakini kama ana wito, tafsiri yake hawezi kufanya jambo mpaka asukume. Mwambie jirani yako, unaelewa? Unaelewa? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu kama hajaitwa, ndugu zangu, tuseme ukweli, hata ungemng'ang'aniza kiasi gani kufanya jambo, kila siku atarudia yale yale. Utasukuma na kusukuma. Wapi? Atajikongoja, lakini akifika mbele anagota, amekwama. Kafika mwisho wa mawazo yake. Sio wito wake. Kwa kuwa mtu mwenye wito wa jambo fulani, Mungu huwa anaachilia maono ya jambo alilokabidhiwa. Mungu anaachilia vitu kwa ajili ya mwaka ujao, anaachilia vitu kwa ajili ya mwezi ujao, anaachilia vitu kwa ajili ya siku zijazo, anaachilia vitu ili watu wengine, kwa kuwa amebeba roho za watu. Kumbuka, kuna watu wanamtazama yeye kama kiongozi, maana yake atakachokisema wao wanafuata, hata kama kanyamaza watafuata nini? Ndio maana Mungu anasema, Mungu aliyachagua, mstari wa 27, Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia hii awaaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, na vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko. Anasema aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia hii. Mfano halisi, Mariamu anazaliwa kwa bikira, na Yesu anazaliwa kwa bikira Mariamu. Lakini bikira huyo kwao walikuwa maskini,
Bwana Yesu asifiwe. Hawana uwezo wa kifedha, lakini Mungu anamchagua pamoja na unyonge wake, kwa sababu tu alikuwa akimcha Mungu, kwa sababu tu ndani yake ametunza usichana wake. Mungu akaona hapa naweza nikawekeza maono yangu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu mama huyu, kwa sababu ametunza usichana wake, hana wazo la kutoa mimba. Kumbuka, mtu ambaye hajatunza usichana wake, wazo la kutoa mimba lipo leo, lipo kesho kutwa. Kwa sababu kama ni mwanafunzi ili aendelee na masomo lazima atoe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili aweze kufaulu na kufikia malengo ya ndoto zake, ni lazima wadanganye yeye ni msichana, lakini kumbe ni mama watoto 10 alimtoa. Ushajiuliza hilo swali? Bwana Yesu asifiwe sana. Angetolewa Yesu, tungepata wapi mkombozi? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa anasema Mungu alimichagua vile vilivyo dhaifu. Kijitu kipo tu utakiona, lakini Mungu anakipandikiza hichocho. Anasema wewe utakuwa mhubiri wa kimataifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitazama mpaka unashangaa, hivi huyu akisimama mbele zangu atanihubiri nini? Lakini ni Mungu ameweka vitu kwa ajili yake ndani. Ndio maana kampandisha na kumheshimisha. Hiyo ndio hekima ya Mungu. Huwa anaangalia vilivyo dhaifu, ndivyo anavipandisha. Lakini sikwambii usitafute fedha, na usifikiri ujumbe huu ni kwa sababu ya wenye fedha. Anazungumza na watu wasiomcha Mungu, ambao wanatumia hekima zao za kibinadamu kuwadanganya watu ili wapate nafasi fulani. Nafikiri umenielewa vizuri tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa anaendelea kusema tena, Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia vilivyodharauliwa na vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko. Mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu. Mwenye mwili awaye yoyote asije akajisifu mbele za Mungu. Kuna mtu mwingine akipewa nafasi fulani, basi linakuwa ni bomu la kuwalipua wenzake. Nampenda waziri mmoja alisema siku moja, akasema, ndugu zangu, tujitahidi sana kuishi kwa amani na tusigeuke kuwa vitunguu maji kuwatoa machozi wengine. Yaani mtu amewekwa kwenye nafasi kawa ni tatizo. Yaani kwa sababu ya nafasi yake amekuwa ni machozi kwa wengine. Kwa sababu ya nafasi yake amekuwa ni maumivu kwa wengine. Na ukibisha anasema unanijua mimi ni nani? Kwani wewe nani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema mwenye mwili awaye yote asijisifu. Mungu amekuweka kwa makusudi. Anataka umtumikie yeye. Ndio maana anamwambia Yesu akapokuwa akiwaambia wanafunzi wake kwamba anayetaka kuwa mkubwa anatakiwa awe mdogo wa wote. Anayetaka kuwa mwenye cheo basi atakuwa mtumishi wa wote. Maana yake yeye atakuwa akipokea data kutoka kwa wengine ili azitekeleze. Atakuwa akitokea maoni kutoka kwa wengine naye anayafanyia kazi. Maana yake ni mtumishi wa wengine. Kipewa dhamana ya kimungu sio nafasi ya kuwaumiza wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapopewa nafasi ya kimungu, maana yake simamia mambo ya kimungu ili yaende sawa sawa na anavyotaka Mungu. Usigeuke kwa kitunguu maji kuwaletea machozi wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa anasema Mungu amekuweka usijisifu. Kwa sababu hata kuwepo kwako hapo, kesho haupo atakaa mwingine. Hivi mshawahi kujiuliza maswali watu wa Mungu? Mimi leo nakuwa mzee kiongozi wa kanisa mahali fulani. Alafu linatokea jambo kwenye familia fulani, nasema hapa kwa sababu nina ugomvi naye na nikandamishia hapa. Haiwezekani kabisa ufanye jambo kama hili. Apigwe adhabu. Tunaelewana? Alafu kesho na kesho kutwa nafasi inaondolewa, anawekwa mtu mwingine. Unafikiri nini kinatokea? Labda hujanielewa vizuri. Wewe ni mwenyekiti wa kitongoji kwenye mtaa fulani. Alafu wewe kazi yako ni kuwachomekezea watu tu kesi. Wanafungwa watoto wa watu waliobebeshana mimba, badala ya kuzungumza unaamua kuweka ndani. Alafu nini kinatokea? Baadaye mtoto wako naye anabebesha mimba, alafu wakati huo umestaafu mwenyekiti wa kitongoji ni mwingine. Nini kinatokea? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo unapofanya jambo kumbuka. Ndio maana tumishi mmoja akasema, unapohubiri unawanyosha watu kidole, kumbuka kuna vingi vinavyokutazama wewe. Unaposema acheni dhambi, maana yake ni sawa najiambia na wewe mwenyewe kumbuka.
una kaudhaifu fulani, tengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu ambaye yote asijisifu kwa nafasi aliyopewa. Yeye anachotakiwa ni kumtukuza Bwana, kwa sababu hajawekwa pale yawe maumivu kwa wengine, bali amewekwa kwenye nafasi ili aweze kuwa baraka kwa wengine, na watu wakimtazama wamuone Mungu kwake. Ndio maana watu walipomtazama Musa walimuona Mungu kwa Musa. Ndio maana walipopata shida walikwenda kwa Musa, kwa kuwa Mungu hawamjui, ila wanamjua Mungu kupitia Musa. Kwa kiongozi unapokuwepo kwenye nafasi fulani, Mungu anajulikana kupitia wewe. Watu wakutazama wewe wamemuona Mungu, wakutazama wanajua shida zao zimekwisha, wakutazama wanajua ushindi upo, wakutazama wanatazama wamemtazama Mungu ndani yako. Haleluya, 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 haleluya. Ndio kiongozi wanapomtazama ni Mungu anatazama kupitia wewe. Amen. Ndio maana ukiharibu, maana yake jamii nzima, kanisa la Yesu hamna kitu pale. Maana kunadharaulisha kanisa lote. Hiyo kifanya vizuri, wanasema kwa kweli mchungaji wa kanisa fulani, waombaji wa kanisa fulani, waimbaji wa kanisa la Yesu kwa kweli ni baraka sana. Wanapoimba hata mitaani tunabarikiwa. Kwa mavazi yao wanayovaa hata wakitembea, kwa kweli wanavutia mbele za Bwana. Tunajifunza kitu kwao. Kupitia wao wanamuona Mungu kupitia matendo yako. Wengine watakuona tu kupitia tabia zako. Wengine watakuona tu mbele za Bwana. Ndivyo watu wanajifunza kwako, na watamtukuza Baba aliye mbinguni, na jina lake litatukuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama tuko pamoja, mpunga mkono juu. Haleluya, 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 haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio wakikutazama wewe wamemtazama Mungu. Ndio maana ni makosa makubwa. Amina. Ukivuruga wewe kiongozi, hajalishi wa kitengo gani, ukiharibu, maana yake umevuruga kila kitu. Kila kitu. Kuna watu nyuma wengi umewaangusha kiimani. Waliotazama wewe wakasema kama fulani kaanguka na sisi acha tuanguke. Kwa kuwa kumbuka, kuna watu wanasimama kwa miguu ya wengine, wanajifunza kwako kitu. Unapozidi kusimama, maana yake na wao wanasimama. Kuna watu wanajifunza namna ambavyo katibu anasoma matangazo. Kuna kitu wanajifunza kwake. Maana yake kesho na kesho kutwa utakapoweka wewe nafasi unasema kweli na mimi nitafanya hivi. Ndio. Maana kuna watu wanajifunza. Sasa hizo baraka hizo ambazo tunazitamani kwa watu wote na kwa Kristo wote. Wanapotembea mtaani waseme kweli huyu bwana ni Mkristo. Hata usipojitambulisha. Nikawa nawaambia watu mahali fulani. Maana zote mimi hata nikifika mahali kwenye makanisa, kuna watu wakifika kanisa fulani, Bwana Yesu asifiwe, mimi nampenda Yesu, mimi namtumikia Mungu, mimi nimeokoka, maelezo yanakuwa mengi ya nini? Bwana Yesu asifiwe. Watu wanatakiwa waone matendo yako, waone kazi zako. Watakapoyaona hayo mambo waseme hakika huyo ameokoka. Haitaji matangazo, haitaji kupiga ngoma. Watakapoona mwenendo wako watajua kweli ni mtumishi wa Bwana. Kuliko kutudanganya mimi okoka na mpenda Yesu, afu tukirudi mitaani tunakutana na nguo za ajabu. Bule kabisa. Tuone hekima ya Mungu inayotuingiza mbinguni ikifanya kazi ndani yako, ikubadilisha na kutengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Tumalizie kitabu cha mwisho, mtu wa Mungu. Tumalizie kitabu cha mwisho cha Misali ya 8. Kitabu cha Misali. Aliyepata tusomee sura ya 8 mstari wa kwanza, alafu ataruka atasoma mstari wa 12 na 18 kwanza. Ni Misali. Naipenda sana Misali hii. Ina ujumbe ndani yake kwa Misali sura ya 8. Misali sura ile ya 8 kuanzia mstari wa kwanza, alafu tarukia wa 12 na wa 18. Karibu tusome. Je, hekima hali ufahamu hatoi sauti yake? Mstari wa ngapi umesema? Wa 12. Wa 12 unasema, mimi hekima nimefanya werevu kuwa kao langu, natafuta maarifa na busara. Mstari wa 12 hadi wa 18 endelea. Kumcha Bwana ni kuchukia uovu, kiburi.
na majivuno na njia mbovu na kinywa cha ukaidi pia na kichukizi na kichukia shauri langu na maarifa yaliyo sahihi. Mimi ni ufahamu, mimi nina nguvu. Kwa msaada wangu mfalme humiliki, na wakuu wanahukumu haki. Kwa msaada wangu wakuu hutawala, na waungwana, naam, waamuzi wote wa dunia. Na wapenda wale wanipendao, na wale wanifuatao kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima ziko kwangu, naam, utajiri udumuo na haki pia. Amina. Bwana, hiyo misali inawezekana unaipitia kila siku, lakini kuna ujumbe ndani yake. Tunamzungumzia Yesu mwenyewe, ndio hekima. Bwana, hekima. Na ukibeba hekima, maana yake ndani yako kutakuwa na neno la hekima. Bwana Yesu asifiwe. Anasema, je, hekima hali kama alivyosoma mtumishi wa Mungu, ufahamu atoi sauti yake. Yeye anajiita hekima, lakini pia yeye anajiita ufahamu. Ni Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 12 nimerukaruka, lakini utaisoma yote. Ukifika nyumbani itakupa ujumbe mzuri. Anasema mimi hekima, anajitambulisha sasa. Nimefanya uelevu kuwa kao langu. Maana yake hekima, yeye anasema uelevu au ujuzi au uelewa ndio kao lake, ndio mahali pa kuketi kwake. Anasema natafuta maarifa na busara. Akishakaa kwenye kao la uelewa au uelevu, anasema pia anachokitafuta ni maarifa. Maarifa ndio huo ujuzi, lakini pia busara ndio hiyo hekima ya kutatua mambo, ndio ya akili na uwezo. Anasema kumcha Bwana ni kuchukia uovu, kiburi na majivuno na njia mbovu, na kinywa cha ukaidi pia nakichukia. Anatoa maelekezo hapo kwa sisi wacha Mungu ya kwamba tunapomcha Bwana ndiyo njia ya kuchukia nini? Uovu. Sidhani kama kuna mtu anayempenda Bwana, anayemcha Bwana halafu akapendelea uzinzi. Sidhani kama kuna mtu anayemcha Bwana halafu akapendelea wizi. Sidhani. Atauchukia hata kama tabia hiyo bado inamfuatafuata, kwa sababu kuna tabia zingine za kulisi zinakuwemo ndani ya mtu. Anatamani kujitoa, inashindikana. Ndio maana Paulo anasema bado hatujafika, tunakaza mwendo. Maana anatamani kujitoa, lakini mahali pengine anasema Paulo ya kwamba lile nitakalo kulitenda silitendi, lakini lile ambalo sipendi kulitenda ndio nalitenda. Maana kuna dhambi iliyoko ndani ya mwanadamu. Anasema kwa mtu wa namna hii ambaye anateseka na hali hii, akimcha Bwana na kujibidiisha kwake, ni lazima atachukia uovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata upenda uovu. Jambo linalofuata, anasema shauri ni langu na maarifa yaliyo sahihi. Anatoa sasa ushauri. Mimi ni ufahamu. Anajitambulisha tena kwa wakati mwingine yeye kama nani? Kama ufahamu. Maana yake ili mtoto awe na ufahamu shuleni lazima amuite Yesu, ndio ufahamu. Ili afaulu masomo yake lazima amuite Yesu, ndio ufahamu. Anasema mimi ni ufahamu. Ngoja uone sifa zake. Anasema nina nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa msaada wangu wafalme umiliki. Maana hata wafalme wa mataifa, marais wa nchi wanamiliki kwa nguvu za Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Maana anasema mimi nina nini? Nina nguvu. Anasema kwa msaada wangu wafalme umiliki, na wakuu wa hukumu kwa haki. Ili haki itendeke kwa wakuu, maana yake lazima ufahamu awepo. Lakini pia anasema na wapenda wale wanipendao. Ndipo palipo na pointi hapo. Yeye anawapenda ni wale ambao nao pia wanafanya nini? Wanampenda. Na watu wa Waswahili wakasema, mpende akupendaye asiyekupenda. Wewe unaielewa hii sentensi? Bwana Yesu asifiwe. Anasema na wapenda wale wanipendao. Tafsiri yake wasiompenda anaachana nao, ila wakimrudia na wakubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa.
Bwana Yesu apewe sifa. Anawapenda wale wanao. Tena anasema, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Kumtafuta Bwana ni pamoja na kufunga na kuomba. Kumtafuta Bwana ni pamoja na kuingia kwenye maombi. Kumtafuta Bwana ni pamoja na kutenda matendo yanayostahili mbele za Mungu. Kumtafuta Bwana ni pamoja na kutoa matoleo halisi ya sadaka ambazo Mungu anataka. Kumtafuta Bwana ni pamoja na kuwatii watumishi wa Mungu. Kumtafuta Bwana ni pamoja na unyenyekevu mbele za Mungu. Hiyo ni hali ya kumtafuta Bwana. Anasema wale wanitafutao kwa bidii, maana yake watakaokubali kushinda njaa kwa sababu ya Kristo, watakaokubali kuomba na kukesha, kuacha vitanda vyao, wake zao na watoto wao, na kuacha usingizi wao, watagalagala kwenye milanda, watagalagala kwenye simenti. Anasema hao wanitafutao kwa bidii watafanya nini? Wataliona. Wale ambao watakubali ziki, watakubali kutukanwa, watakubali mateso, watakaomtafuta Bwana kwa bidii, hao ndio watafanya nini? Wataliona. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema utajiri na heshima ziko kwangu. Nikamwambia na watu mahali fulani, watu wanafikiria akiokoka basi anakuwa tajiri. Nisikilize, Bwana Yesu asifiwe sana. Muda wetu hautoshi na mambo mengi. Muda wetu hautoshi. Anafikiri mtu akiokoka amekuwa tajiri. Nisikilize, Mungu anasema ameumba wabaya na ameumba na nani? Na wema. Lakini pia ameumba utajiri, lakini upo na unini? Na umaskini. Ndio maana alikuwepo Lazaro, lakini pia akawepo nani? Tajiri. Nasa hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakubariki kulingana na kazi ya mikono yako ambayo Mungu amekujalia. Usitishike na utajiri wa mtu, maana inawezekana ukampeleka motoni, kwa sababu huwezi jua mahali kazipataje. Lakini Bwana anasema utajiri na heshima ziko kwangu. Maana Mungu akikuzuia kukupa utajiri, hakuna anaweza kuzuia. Hakuna uchawi, hakuna uganga, hakuna mapepo, hakuna majini, hakuna chulolete. Yeye akikusudia kukubariki, watashangaa unainuka, watashangaa unatembea kwenye gari mpya. Kama Bwana amekusudia, hakuna anaweza kuzuia. Lakini jua kabisa ya kwamba utajiri na heshima zinatoka kwa Bwana. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio, usiteseke mtu wa Mungu. Usiteseke. Usitaabike, mwite hekima ndio kila kitu. Unajua kuna mtu anaishi maisha ya kawaida sana, lakini maisha yake yana amani. Kuna mtu ana mali nyingi sana, lakini ni za haki kweli mbele za Mungu, lakini ana magonjwa mengi yanamtaabisha na kumtesa. Hata zile mali ndugu zangu hazitumii. Kuna mtu hata sukari hatumii. Kuna mtu hata nyama hatumii. Mali zina faida gani? Bwana Yesu asifiwe. Na sio kwamba matatizo kayataka, hapana. Ni sehemu ya wanadamu kupitia. Ndio na yeye jaribu lake, anazo mali lakini hali vitu kuchukia hiyo mali yake. Na wewe huna mali, lakini unakula vitu kulingana na uwezo wako. Kwa kila mmoja Mungu amemweka kwa kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nisikilize kwa makini. Baba, natamani hata ningekuwa na siku 3, lakini muda hautoshi. Acha nimalize dakika moja. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema katika mstari ule wa 21, anasema hivi: niwarisishe mali wale wanipendao, tena nipate kuzijaza hazina zao. Nisikilize, mtu anaposikia habari hii anaweza akafikiri labda nilikuwa na hela nyingi. Kuna mtu hana pesa, ila kwa kuwa anamcha Mungu ana mali. Sijui kama unanielewa kwa point hiyo. Yaani kuna mtu leo hii akitokewa na shida fulani, kwa namna ambavyo anamcha Mungu na watu wanavyomwamini mtaani, yaani watu tu wakisikia amepata tatizo fulani, wenye laki, wenye 200,000, wenye 500,000, wenye 10,000, wenye 20, yaani ghafla fedha zinapatikana kwa haraka. Huyo ana mali, hana mali? Bwana Yesu asifiwe. Ndio namna ambavyo Mungu anawapa watu wake. Ndio maana kawaweka matajiri kwa kusudi lake na kawaweka maskini kwa kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna mahali Isaya anasema ya kwamba katika kitabu cha Isaya 60 kuna mahali anazungumza habari hizi ya kwamba ondoka na uangaze kwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana utakuzukia wewe. Lakini kule mbele anazungumza habari za namna ambavyo anasema mataifa wataijia nuru yako. Hebu sikiliza, hivi leo na uwezo na nguvu za kimungu, ukisimama mapepo yanatikisika, ukisimama kansa zinapona. Hivyo wewe ni tajiri, sio tajiri? Mwingine tena anasema wakigumizi, wewe ni tajiri. Kwa sababu kuna watu watafunguliwa, wataleta sadaka zao kwako hata usiku waomba. Kama unasimama kweli vizuri na Mungu, kuna watu wataleta mali zao kwako. Ndio maana anasema nipate kukurisisha
utajiri wa mataifa. Maana kuna watu wataleta fedha kutoka mbali, watazileta kwako. Kwani hivi unafikiri hao watu wa mataifa kutoka nje ya taifa wanapokuja kwenye nchi zetu, maana yake sisi tunaonekana taifa maskini, lakini kuna mali wanazitoa nje, wanazileta wapi? Nini? Anaturisisha utajiri wa nani? Wa mataifa. Ndio kanuni ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa kumalizia anasema katika mstari wa 35-36, maana yeye anionaye mimi aona uzima, naye atapata kibali kwa Bwana. Yule aliyemwona Kristo, maana yake ameuona uzima. Tena yeye atakayemwona Bwana atapata kibali mbele zake. Na mwisho anasema, bali anikosaye ujizuru nafsi yake mwenyewe, nao wanichukiao upenda mauti. Tafsiri yake ni kwamba mtu ambaye anamchukia Bwana, maana yake amependa mauti. Lakini mtu ambaye anamtumikia Bwana, maana yake amependa uzima. Huyo haguswi na mchawi, haguswi na ushirikina, haguswi na chochote, kwa sababu Kristo Yesu yuko pamoja naye. Na hata kama atapata magonjwa, maana yake ni Mungu amekusudia tu ampitishe. Ndio tafsiri ya mtu anayemcha Mungu. Maana anasema aliyeniona mimi ameuona uzima, bali anayenikataa mimi, maana yake anaitaka mauti. Simama kwa miguu yako, tumwambie Bwana atupe hekima ya kumjua, maana yeye ndiye hekima inaweza kutuingiza mbinguni. Ukisikia kusogea kuomba pamoja na mimi, wewe sogea. Ndani ya moyo wako unajua nini ambacho Mungu anataka ili uweze kufanya kwa ajili yake. Nini ambacho unaona kimekuzuia kwenye nafasi ulio nayo, nini ambacho kimekuzuia kwenye utumishi ambao Mungu amekupa. Lakini jambo la msingi, omba hekima, maana katika hekima ndipo kuna kila kitu cha kimungu kitakachoweza kukusaidia. Maana hekima ni uwezo wa mtu kujitoa kwenye mitego ya namna mbalimbali. Mungu anampa uwezo, Mungu anampa mamlaka, Mungu anampa nguvu atakayemwamini na kumtegemea. Kwa hiyo tunapoingia kwenye wimbo wa kuabudu kwa dakika chache na kwa maombi haya dakika chache, basi wewe unaweza kusogea. Lakini wewe ambaye unatamani kuomba ukiokoko, yani ndani ya moyo wako usikie kutoka ndani. Ukisikia kusogea tu pamoja unasogea, ukisikia kukaa ukoweka. Jambo la msingi, kamata moyo wako na mkono mwingine weka juu, tukamwite Bwana kama kanisa kwa pamoja. Tumwambie Bwana, tujalie mambo haya ili tuweze kuziona baraka zako. Karibu kwa wimbo wa kuabudu kwa dakika chache. Kila mmoja anatamani apende kumwambia Mungu tunapoingia kwenye maombi. Kila mmoja akaombe. Ukisikia kusogea wewe sogea. Mwambie Bwana, maana nasikia. Yes. Yes. Makubwa
Bwana anafanya mambo makubwa, isipokuwa tu ni sisi hatujamwamini. Bwana ukimwamini anafanya mambo makubwa. Bwana ukimwamini anafanya mambo makubwa, isipokuwa tuweke imani kwake.